ambayo nimefanya miaka kwenye ile kampuni ndio kwenye miaka 20. Alikuwa anatetemeka. Anajua tusifanye anarudi, anarudi, anampigia Mungu hapana mjomba anaacha kazi na kuaje. Nikamwambia sasa wakati umefika wa kutunza familia. Baada ya kumzaa mimi tu. Nikamwambia mimi kuajiriwa tena sitaki, nataka kujitegemea mwenyewe. Nilikuwa najua kazi akasema ngoja niende kamshawisha kuenda kwa mwenyewe Coca-Cola. Nikamwambia rudi hapa, rudi kutunza kazi. Miezi 6 nikafundisha. Alipojua kidogo akasema hapana ongeza tena. Rose mwaka mmoja nilifanya kama nasimama. Kwa hiyo niliposimama kazi pale, Mungu alikuwa akaniinua sana. Wanaita sisi. Ndio nilianza kutangamka kitu kufanya kazi, uongo kufanya kazi. Lakini hivi tulimsaidia mpaka miaka yote hiyo. Ni ule uaminifu ambao nilikuwa natembea nao. Wanaita sisi. Huo uaminifu hata katika ndoa yako. Kuna watu wako hapa na waona. Sio uaminifu. Kwenye ndoa tu wewe sio uaminifu. Wanaita sisi. Kuna mama ambaye sio mwaminifu, kuna baba ambaye sio mwaminifu. Tembea kwenye uaminifu, utamuona Mungu. Wanaita sisi. Mimi nakijaga sana mtu anasemaga, hawezi mama mchungaji. Ndio maana huko inaona kitu kama hicho. Wachungaji wa machungaji wengi unawajua na unawaona. Wapo. Lakini jitahidi sana kuwa mwaminifu wako kwa sababu ni mama mchungaji. Ndio maana huko hivyo. Ndio maana wana wako na mama mchungaji na baba mchungaji wangapi wanafanya fujo kwenye ndoa. Wengi tunawaona. Wanaisha asifiwe. Sisi ni kudilo na nawaambia Mungu asante kwa sababu ya ule uaminifu ambao nilikuwa nao. Wanaisha asifiwe. Bwana atoe sifa. Na ndio maana naomba hata watoto wangu jitahidi sana kwa uaminifu. Sioni mtoto anayefanana na tabia zako wala sioni. Mimi tabia unachukua wapi? Bwana asifiwe. Hata kanisa jitahidi kusimama. Simama kwenye ndoa yako. Mwambie Bwana mchungaji Mungu amesimama vizuri. Wako na familia yake vizuri.